Wapenzi wangu, wameshajua kwenye kesi ya Lissu hawatoboi. Wameshajua serikali inashindwa kwenye hii kesi ya Lissu. Kwa hiyo watakachokifanya, hii kesi itasimamishwa kidogo kwa muda kidogo. Halafu atakuja Samia kwa sababu ameshajua kwamba wanashindwa. Samia atajifanya anatoa msamaha kwa nani? Kwa Lissu, kwamba aachiwe, awe huru, aendelee na mambo yake mengine ya kijamii. Lakini huo msamaha atakaompa Lissu, wanaanza kumfuatilia Lissu wakina Mafele, wakina George Bagemu, wameshajipanga kwamba wanamfuatilia wakina Paul Makonda. Kama mnavyojua, mara kwanza alipigwa risasi 16 na watu wale ni wa Paul Makonda. Si mnanielewa? Akapona. Wanakuambia sasa hivi watatafuta watu pia na pikipiki zao kama kawaida, wale professional, wampige risasi zingine. Na wana mpango hizo mbili za kumpiga risasi ama watamteka, watampoteza moja kwa moja. Lakini kwa sasa hivi ataachiwa na Samia mwenyewe, kwamba ionekane kwamba, kwa sababu Samia anajua sasa hivi ana balaa nyingi. Na mimi ambacho ningemshauri tu Samia, sio mpaka msubiri kwamba msubirisha afu ndio mje mwachieni tu. Mwacheni Lissu. Ni aibu kila anayekuja kwenye hiyo kesi anasema kaka. Mbona kesi kama inaendeshwa na vichaa? Yaani vichaa balabani tu katoka tu na vichaa wake. Halo, binani, nani dunini. Na wana chochote cha kuongea. Kwamba mimi nimesikiza Lissu, yani na sio wanachama Chadema. Kwamba mimi ni mwanachadema, sina nini wala Are you killing me? Yaani wanazingishia wanasukumia. Hawezi kusema kwa mimi mwana CCM au mimi sina chama. Mimi sina chama bwana, lakini nilikuwa nafuatilia mwendendo wako. Ama nini, ana kajua jinsi acha kutafuta jinsi kuongea whatever ama nini. Jamani, mimi tu nimejitokeza hapa. Pale kwanza mnaokuja pale kutoa ushahidi. Jitoeni kwenye hivyo vitu, ni aibu. Ndakuja niwaanike wote. Kwa hiyo the day of the end ndio hiyo. Samia atakuja mwachie Lissu kwa sababu ameshaona kabisa 99.9 serikali imeshindwa. Si mnanielewa? That is what it is. Chukweni kutoka kwangu. Kitu kingine ambacho ningesema, mwacheni na Lissu na Polepole. Polepole hana hatia yule kijana. Kuwakosoa, ngojeni niwaambieni, hata kama mtoa kwenye chama chako, kukukosoa sio kosa la jinai. Usimfanye mtu ashindwe kukukosoa, ndiko kunakochukua yale madini. Unajua watu walioshakupenda usiwasikilize, kwa sababu hawa wameshakupenda. Unatakiwa wale ambao wakupenda nao kukosoa, uchukue madini yao yale, ukiyafanyia kazi, watakuwa natafuta tena kosa lingine liko wapi. Wakileta lile kosa tena ulifanyie kazi, watakosa ya kusema. Watasema wow, nimesema hili, tumeongea hili, yamefanywa kazi, which is very good. Nimekuja lingine, nimefanywa kazi, which is good. Si mnanielewa? Lakini hiyo kwamba wanaokukosoa wabamanzwe. Mchukue vyombo vya habari, mnahitaji kuuliza maswali haya. Ukiulizwa tofauti, chombo chako kinafungiwa. Huo sio uzuri. Mwandishi wa habari akija kuuliza swali lolote, wewe ni mwanasiasa, jua jinsi ya kuliface lile swali. Kwamba okay, liko nje uwezo wangu, ama tutalifanyia kazi, ama hapana, ama hivi. Sio mchukue maswali mepesi. Mjue Tanganyika ina watu milioni 60. Milioni 60, sio wajinga sisi. Kuna wapumbavu watawashikashika masikio, lakini hata wale wapumbavu ni welewa kwamba hapa niko na hawa watu, lakini hapa hapana. Hapa hapana jamani, hapa kwa hivi. Hilo mlitambue. Mnahitaji kubadilika. Miaka sasa sio kudanganya kama hilo Likomba linakuja. Unajua
EU, unajua tumeua watu wachache. Unaweza kuongelea vitu hivyo watu wana watoto wao? Koma, nimekupa swali moja. Watoto wako wale wote wangekufa wote, na mama zako wote, ndugu zako wote, how you going to feel? Hata mtoto wako mmoja tu ameua, unajua watu gani ameua, na bado mwili wasikupe, wauchome umalize huko juu kwa juu, uzike nguo zake, nguo zake za mtoto wako. Inaumiza bwana, sikwambie mtu. Halafu bado mnakuja mnajitapa. Achieni watu ni wakamata, waachieni, hamna issue.